Ni kuhusiana na kikosi cha Young African ambacho kimetrain vizuri mno katika uwanja ambapo nusu fainali itakwenda kuchezeka, na wamefanya mazoezi wakiwa na hamu mno, akiwepo Djigui Diarra kama unavyomuona kwenye picha hapo, lakini na wachezaji wengine kama Adid Aucho ambaye amerejea kutoka katika majeraha, Pacome Zouzoua na wengine wengi wametrain vilivyo kujiandaa kutoa burudani kwa mwananchi. Na taarifa kubwa ambayo tupo nayo ni kwamba Young African wanataka kuchukua makombe yote ambayo wanayashiriki. Wanataka kuchukua kombe la ligi, wanataka kuchukua kombe la Federation Cup. Sasa hii ndo chachu ya wao kujituma mno, na wamesema kwamba watakwenda kulichukua kombe la ligi kwa kuwa wao wamebakiza mechi 2 za kumalizia ligi. Na sijui wewe mtazamaji, kwa maoni yako ni yapi? Wao viongozi wanasema mechi zimeisha, lakini tunajua mchezo wa Simba sio kwamba Young Africans anauogopa, ndo maana wao wanawaambia kwamba wajitahidi wafike fainali ya kombe la FA ili waweze kukutana na waweze kuwafunga goli nyingi kama ambavyo wamewahi kuwafunga siku ile ya Novemba 5. Na sasa ukiangalia katika kikosi ambacho Young Africans anakwenda kuanza nacho katika mchezo ni kikubwa mno, unaweza ukajiuliza ni kwa namna gani Young Africans anapanga kikosi cha namna hii. Nitakwenda kukutajia siri ya kikosi ambacho kinaanza, lakini pia nitakutajia wachezaji ambao wanaanza, lakini tutakwenda kwanza kumsikiliza R Shaban Kamwe, lakini pia na viongozi wengine wa Young Africans ambao wameongozana na msafara wa mamia zaidi ya magari 35 yametoka Dar es Salaam, lakini magari mengine yametoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam ili kuja kumuunga mkono Young African katika shughuli yake hapa Tanga. Na tumezungumza pia na watu wa Tanga ambao wametupa ushirikiano mkubwa na wametupokea kwa ari na mari. Sasa washabiki wa Young African, kwa nini usisubscribe na tukaendelea kupiga mastori hapa tukiwa pamoja na wewe. Hii ndo Young Africans na hii ndo timu kubwa Tanzania. Hakuna timu nyingine kama Young Africans, wengine wote wanaiga. Asante sana, usisahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine.